Campus life sio rahisi. Imekuwa somehow tough because ukiangalia kwa fee imekuwa na challenges. Kuna pressure nyingi ya pesa na kifuture. Vitu watu wanafanya hapo ndani ni the happy moments. Kila siku tunaonekana wenye furaha, tunachapisha picha zenye tabasamu, tunacheka na marafiki, tunafanya utani, na mbele ya dunia tunaonekana kama kila kitu kiko sawa. Watu huona kile tunachoonyesha, lakini sio kile tunachopitia. Nyuma ya tabasamu hizo kuna simulizi ambazo hazionekani. Kuna maumivu, huzuni, hofu, msongo wa mawazo na mapambano ya kimya ambayo wengi hawajui kuyahusu. Wengine wanapigana na matatizo ya kifamilia, changamoto za kifedha, kuvunjika moyo, upweke au ndoto zinazochelewa kutimia. Mara nyingi huamua kutabasamu ili wasiwatie wengine wasiwasi, au kwa sababu hawajui wa kumwelezea yaliyo moyoni. Wengine wanapitia presha ya kulipa karo, hawajui watapata wapi pesa za kuendelea na masomo yao. Kila siku wanatabasamu darasani, lakini moyoni mwao kuna hofu na mawazo mengi. Wengine wamevunjika moyo, waliamini walipendwa kwa dhati, lakini wakaumizwa. Wanacheka mbele za watu, ili hali usiku hulala na machozi na maswali mengi yasiyo na majibu. Wengine wanapambana na msongo wa mawazo, wana majukumu mengi, matarajio makubwa, changamoto za kifamilia, ukosefu wa ajira au hofu kuhusu kesho. Pamoja na yote hayo, kila mtu akiwauliza hujibu kwa tabasamu, niko sawa. Lakini mara nyingi maneno hayo hayamaanishi kwamba kweli wako sawa. Wakati mwingine ni njia ya kuficha maumivu, kuepuka maswali mengi, au kwa sababu wanaamini hakuna atakayewaelewa. Ndio maana ni muhimu kuwa na huruma. Usimhukumu mtu kwa tabasamu lake, kwa sababu hujui vita anavyopigana kimya kimya. Maisha ya campus kwangu imekuwa ngumu. Kuna pressure ya pesa, masomo na pia future ya kung'ang'ania maisha. Campus life kutoka kwangu imekuwa ngumu na rahisi, lakini na kivyangu mimi naweza sema pia iko poa kulingana na masomo yangu na enjoy, na pia kulingana na kozi yangu niliyochukua. Kuna pressure nyingi ya pesa na kifuture. Juu kipesa kulingana na mimi na nafanya kazi nje ili niweze kujilipatia school fees ili niendelee kusoma, kuboresha maisha yangu ya nje baadaye. Imekuwa somehow tough because ukiangalia kwa fee imekuwa na challenges because unakuwa harassed kulipa fee yenye huwezi maliza in time. Campus life sio rahisi. Sio rahisi kamwe, manake masomo nayo ni kung'ang'ana na kuamua. Sometimes challenges huwaga ni mingi, kama tough assignments, time pia ya kuingia shule unakuta unarauka kutoka nyumbani mpaka unafika shule, maybe unaishi mbali, unafika shule kuchelewa. Nayo mashida ni mingi, so ni kuamua tu na kung'ang'ana na hali. Kwa baadhi ya wanafunzi, kila siku ni vita vya kuendelea kuishi na kusonga mbele. Wanaamka mapema, si kwa sababu wana kila kitu kipo sawa, bali kwa sababu hawana chaguo ila kuendelea kupambana. Wengine hawajui watapata wapi karo ya muhula unaofuata. Wengine hawana pesa za chakula, na wakati mwingine
hulazimika kukaa njaa ili waweze kumudu mahitaji mengine muhimu. Wapo wanaotembea umbali mrefu kwa kukosa nauli, huku wakijitahidi wasichelewe darasani. Pia kuna wanafunzi wanaobeba mzigo wa matatizo ya kifamilia, huzuni ya kupoteza wapendwa au msongo wa mawazo unaotokana na shinikizo la kufaulu. Licha ya hayo yote, bado huingia darasani, hutabasamu, hushiriki na wenzao na huendelea kutimiza majukumu yao kana kwamba kila kitu kiko sawa. Kila siku kwao ni vita vya kutokata tamaa, ni mapambano ya kuchagua kuendelea hata pale nguvu zinapoonekana kuisha. Vitu watu wanafanya hapo ndani ni the happy moments, but hawaonyeshi ile vitu ambao wanapitia. Inaonyesha reality lakini sio sana kulingana na maisha ya vile navyo mtu utakavyojiweka. Ni ile ukijiweka sawa maisha vile utakavyojiweka sawa ndivyo maisha atakavyokuendea. Kulingana na maisha ya sahihi, jinsi maisha atakavyokuwa magumu ndivyo reality itakavyoenda. Okay, no, haionyeshi reality because people do hide there. Napata mtu ameposta ako sawa in life, anaenjoy, but in reality anaumia. Kusema kweli, sometimes tuna post kwa social medias, lakini sasa hauta post ukiwa pengine uko weak. Sometimes waga una post kitu ambayo happy moments. Sometimes mostly una post kitu ambayo uko happy. So hawezi post ukiwa pengine uko sad, kujionyesha kuwa wewe uko weak ama uko na challenge fulani ambazo unapitia. Most of the time waga una post vitu ambazo yani uko sawa, pengine uko happy, uko vizuri katika maisha. Mitandao ya kijamii imewafanya wengi waonekane wenye furaha, lakini si lazima wawe wamepona. Tunaona picha nzuri, video za kucheka, safari, mafanikio na maisha yanayoonekana kuwa kamili, lakini mara nyingi tunaona kile ambacho mtu amechagua kuonyesha, si kile anachopitia moyoni. Wapo wanaoposti tabasamu huku wakilia wanapoweka simu chini. Wapo wanaowatia moyo wengine ili hali wao wenyewe wanahitaji mtu wa kuwafariji. Wapo wanaoonekana kuwa na kila kitu, lakini ndani wamejaa majeraha ya heartbreak, msongo wa mawazo, upweke, presha ya maisha au changamoto za kifamilia. Social media inaweza kuonyesha kwamba mtu ana furaha, lakini haiwezi kuthibitisha kwamba amepona. Kuonekana happy si sawa na kuwa healed. Mtu anaweza kucheka mbele ya kamera na bado akawa anapigana vita vikubwa ndani yake au moyoni mwake. Ndiyo maana tusilinganishe maisha yetu na yale tunayoyaona mitandaoni. Kila mtu ana safari yake na si kila maumivu huonekana. Tuchague kuwa na huruma, kuwa wasikilizaji wazuri na kuwakumbusha wengine kwamba ni sawa kutafuta msaada. Wakati mwingine inabidi tu umesmile kufurahisha watu, lakini ndani ya moyo uko vibaya. Nishajifanya niko sawa mbele ya watu ili mradi nione maisha yangu yanaendelea mbele zaidi, na pia niweze ndoto zangu ziweze kuimarika zaidi. Wakati wengine tunaweza kucheka usoni, kuwa na utabasamu, lakini ndani rohoni tumeficha mambo mengi. Kama tunavyosema, moyo ni msitu. Nimejifanya nikiwa sawa, but in real napitia mengi, because you can smile lakini in you unapitia mengi. Unaweza jifanya uko sawa, lakini behind the scene ukawa hauko vizuri. Manake sometimes hadi unakuta unashindwa na kumanage kukula lunch, pengine umekosa lunch, lakini sasa hautajiweka kuwa umekosa lunch kwa watu. Ninasema tu inakaa tu kwa moyo. Hiyo ni shida tu, inakaa kwa moyo na unaendelea na life. Manake sasa kila mmoja anajijua mwenyewe, anajua mahali penye ametoka, na challenges pia, family challenges, wanakosa hadi kitu ya kukupea kuweza kujikimu katika maisha ya hapa shuleni. Maumivu mengine hayapigi kelele, yanamwangamiza mtu polepole kwa ndani, hayana ishara za wazi na mara nyingi yanaonekana machoni pa watu.
Mtu anaweza kuendelea na kazi zake za kila siku, acheke, azungumze na kila mtu, lakini ndani yake akawa amechoka, amevunjika, anapigana vita ambavyo hakuna anayeviona. Kuna maumivu ya usaliti, kupoteza mpendwa, kuvunjika kwa ndoto, matatizo ya kifedha, presha ya masomo, migogoro ya kifamilia na upweke. Maumivu haya hayamfanyi mtu apige kelele, badala yake humaliza nguvu zake taratibu, huondoa amani yake, na wakati mwingine humfanya ahisi hana tumaini. Wakati mwingine anayesema niko sawa ndiye anayehitaji zaidi mtu wa kumsikiliza. Nataka kuwa mwandishi mkubwa wa habari. Mimi nataka kusaidia familia yangu. Mimi nataka nikuwe na better life in future. Ndoto huwa kubwa, lakini uhalisia wa maisha mara nyingi huwa mgumu. Kila mmoja huwa na maono ya maisha anayotaka: kuhitimu masomo, kupata kazi nzuri, kuwasaidia wazazi, kujenga familia au kufikia mafanikio makubwa. Lakini safari ya kufika huko si rahisi kila wakati. Wakati mwingine juhudi ni nyingi kuliko matokeo. Unajituma, unasali, unasoma kwa bidii, unafanya kila unachoweza, lakini milango haifunguki haraka kama ulivyotarajia. Changamoto za kifedha, kukatishwa tamaa, kushindwa, kupoteza fursa na kuchelewa kutimiza ndoto vinaweza kufanya mtu ahisi kama maisha hayamtendei haki. Huenda tabasamu la mtu ndilo jambo pekee alilobaki nalo. Hivyo kuwa mwepesi wa kuelewa kuliko kuhukumu. Kuna watu wanaotabasamu si kwa sababu maisha yao ni rahisi, bali kwa sababu hawataki kuwavunja moyo wale wanaowapenda. Kuwa mwepesi wa kuelewa kuliko kuhukumu. Huwezi kujua ni mapambano gani mtu anayaficha nyuma ya tabasamu lake.